sina kujaza maarifa. Unapojazwa maarifa unapata ujuzi, na ukishapata ujuzi unakuwa na weledi wa kutatua changamoto kwenye jamii yako. Hiyo ndio elimu. Sio elimu ya vyeti na kuweka kwenye kabati, elimu yenye kuleta matokeo chanya kwenye jamii. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa pia nitazungumza kwamba utofauti wa mwanafunzi anayefaulu na asiyefaulu si kwa sababu ya akili. Utofauti wa mwanafunzi anayefaulu na asiyefaulu inatokana na vitu vitatu. Kitu cha kwanza, lazima mwanafunzi awe na malengo. Alafu cha pili tukasema awe na vipaumbele. Alafu tukasema cha tatu awe na muda, time management. Hivi ndivyo vinavyotofautisha wanafunzi wanaofaulu na wanaofeli. Hasa wakati tunaangalia kipengele cha malengo, tuangalie ndani ya malengo hapo jinsi gani utaijua njia. Sasa tumeshajiwekea malengo. Malengo yangu ni kusoma kufika chuo kikuu. Malengo yangu ni kusoma na kisha na kuwa nesi. Malengo yangu ni kuhakikisha kwamba nakuwa mfanya biashara mkubwa. Malengo yangu ni kuwa mfugaji mkubwa. Utajuaje kwamba ulichochagua ni sahihi? Be careful hapo. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza, muombe Mungu. Muombe Mungu. Ile Kutoka 31 mstari wa 3, Biblia inasema, nami nimemjaza Roho ya Mungu katika hekima na maarifa na ujuzi na mambo ya kazi ya kila aina. Kwa kumbe unapokuwa umeshajiwekea malengo kama mwanafunzi, na ili kuthibitisha kwamba you are right or wrong, nenda kumwomba Mungu ili akupe uthibitisho wa unachokifanya. Na hapa Kutoka anasema nimemjaza Roho ya Mungu. Yaani ndani ya Roho ya Mungu anasema kuna kitu kinaitwa hekima, kuna maarifa, kuna ujuzi. Kumbe chanzo cha ujuzi wote ulimwenguni unaoona chanzo ni Mungu wa mbinguni. Kwa unapokwepa kwa mtoto wa Mungu, unapokwepa kwa mtakatifu, unapokwepa kutumika, manake connection ya Mungu alichoweka ili kitoke ndani kidhihirishe kwa ulimwengu. Ukikaa kando na Mungu ukipati ngo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukipata lazima urudi kwa Mungu kwamba ndio Mungu, mimi umenifanya nizaliwe duniani, umenifanya nizaliwe Tanzania, umenifanya nizaliwe Sumbawanga. Okay, baada ya hapa Mungu, ili dunia ikanijue, umeweka ujuzi gani ndani? Umeweka maarifa gani ndani? Kwa lazima urudi kwa Mungu ili vile ambavyo ameviweka atakapovitoa, atakapovidhihirisha kwa ulimwengu, ulimwengu utakutambua wewe ni nani, hata kama umezaliwa kwenye nyumba ya nyasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa uwe na tabia kadri unavyosoma, na katika kazi ya ustadi ya kila aina, kazi ya ustadi wa kila aina, yeye Mungu unapoenda kwake, wamefundisha watu habari za kujazwa Roho Mtakatifu. Unapojazwa Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu anatufunua kile ambacho Mungu ameweka ndani, yale maarifa aliyoweka ndani, ule ujuzi, ule ustadi aliyoweka ndani, Mungu anaufunua. Akishafunua yale malengo aliyojiwekea kama mwanafunzi, Bwana anayaachilia, alafu Tanzania na kujua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo usije ukakosea. Usije ukakosea. Kama malengo yako ni kuchati, nilizungumza pale habari za simu. Form 1 hasa na form 4. Kwanza mpaka form 6. Wachuo bwana hapo tumia vizuri simu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Maana sasa akasema jamaa ametupiga na nyundo na sisi hapa. Lakini form 1 mpaka form 4, yani uruhusiwa hata kugusa